Na kusalimu kupitia jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Karibu mwana Mungu mahali popote pale ulipo. Tunapokwenda kuanza kujifunza, lakini pia kuweza kuomba. Ninaamini ni jambo kubwa sana ambalo tunakwenda kujifunza, lakini pia Mungu atakwenda kukusaidia popote pale ulipo. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza, na ninaamini kwa jambo kubwa sana ambalo Mungu atakwenda kukusaidia na Mungu ataweza kwenda kukuwezesha. Nimesikia ndani ya moyo wangu kuwa na msukumo wa kuwa na maombi ya siku 40. Maombi siku ya 40 ambayo yatakuwa ndani ya mtembeo wa kimungu ambao tunaendelea nao, ikiwa leo ni siku ya 87. Kwa hiyo tunaendelea na hayo maombi, lakini ndani yake pia kuna mfungo wa siku 40. Nataka tuende tukajifunze neno la Mungu ambalo tunakwenda kuanza nao katika maombi haya siku 40, ambayo naamini pia Mungu amekusudia lifanyike jambo kubwa katikati ya maisha yetu. Tutakwenda kuangalia hii siku ya kwanza tutakuwa na maombi ya toba, ambapo subtopic kinasema kusafisha moyo. Tutaanza kwa kujifunza vitu fulani ambavyo vinahusiana na toba, na acha nisome andiko hili, kitabu cha itakuwa ni Zaburi. Utuone Zaburi Zaburi 51:10. Okay, nataka tusome hiyo Zaburi 51:10. Inasema hivi: E Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Lakini hapo juu inasema, E Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho yangu, uifanye upya roho ya uthabiti ndani yangu. E Mungu, uniumbie moyo safi. Bwana pesa sana. Kwa hiyo tunapofanya maombi haya ya toba, na hasa katika siku hizi 40 ambazo Mungu ametupa, zikiwa ndani ya mtembeo wa kimungu wakati wa usiku, ni vizuri pia kuweza kujifunza kwa habari ya toba. Ni kitu cha msingi sana. Sasa hapa Daudi anasema, E Mungu, uniumbie moyo safi. Yaani mtu utakapofanya maombi na huku ukiwa umemuomba Mungu ama umefanya toba ya kweli, kupata safisho la ndani, kwa sababu watu wengi tunaishi maisha wakati mwingine nje mtu anaonekana ni mtakatifu, lakini ndani unakuwa na makando mengi sana. Sasa manake tunaomba toba, kwa maana kwamba Mungu atuumbie moyo ulio safi. Anasema uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Yaani uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Wakati tunafanya maombi, lazima tumwambie Mungu maombi kwamba Mungu, kwenye maombi ya toba hapo ya toba, kumwambia Mungu ifanye upya moyo wangu. Mungu ufanye upya moyo wangu. Hiki ni kitu ambacho ni lazima mwana wa Mungu tuweze kuomba. Tunapiga hatua. Kwa hiyo tunaposema kusafisha moyo, kwa maana nyingine tutaomba kwa habari ya toba ya kweli. Tutaomba kwa habari
ya toba ya kweli. Toba ya kweli. Tunaposema toba ya kweli, toba ya kweli ni kutambua dhambi. Yaani unaposema ninafanya toba, mtu anayefanya toba ni lazima pia atambue dhambi. Kama utambui dhambi ambazo pengine umezifanya na kuzikiri, maana yake hujafanya toba. Lazima utambue dhambi. Kwa hiyo kwenye maombi ya toba ni kutambua dhambi na kuisema wakati unaomba. Pengine umekuwa ni mwizi katika ufalme wa Mungu, unamwibia zaka, pengine umetoa mimba, pengine umechukua mke wa mtu, mume wa mtu, umezulumu. Kwa hiyo unafanya toba ya kweli kwa kutambua aina ya dhambi ambayo umeifanya. Ziko dhambi ambazo mtu unaweza kufanya lakini pengine ukasahau, lakini Roho Mtakatifu yupo, huwa anatukumbusha. Lakini pia Roho Mtakatifu anaweza akatuombea kwa namna isivyo tamkika. Kwa hiyo kwenye toba kweli kuna kutambua dhambi. Lakini jambo la pili, kujuta kwa dhati. Yaani unajuta. Unapofanya toba kweli lazima ujutie kile ambacho umekifanya. Unajutia. Kwa hiyo toba ya kweli ndani yake ina majuto ya kweli. Lakini pia kuachana na maisha ya dhambi, ama kuachana na vitu ambavyo pengine mbele za Mungu sasa vinakuwa ni machukizo, vinakuwa ni dhambi. Kwa hiyo unaacha. Jambo jingine, kumrudia Mungu kwa moyo wote. Toba ya kweli tunamrudia Mungu kwa moyo wote. Kwa unapofanya toba ya kweli, manake ndani unamrudia Mungu. Tunapokwenda kufanya toba ya kweli usiku wa leo, manake tunafanya toba ambayo ndani yake ni ya kumrudia Mungu. Bwana pesa sana. Okay. Lakini pia na kubadilisha mwenendo. Yaani mtu yoyote aliyefanya toba, mwisho wa siku lazima mtu huyo abadilike. Yaani mwenendo wako lazima ubadilike. Huwezi kufanya toba alafu mwenendo ukabaki kuwa vile vile. Wewe unakuwa hujafanya toba. Aliyefanya toba mwenendo hubadilika. Kwa hiyo tunatazamia kwamba tunapofanya toba hii basi mwenendo wa kwako ubadilike. Usiwe mwenendo ule ule. Lazima yawepo mabadiliko ya mwenendo. Kwa hiyo nakusudia kwamba ndani ya hii toba kutakuwepo na mabadiliko ya mwenendo. Toba si maneno tu, ni mabadiliko ya moyo na tabia. Toba si maneno tu, ni mabadiliko ya moyo na tabia. Yaani toba si maneno tu, unabadilika moyo na tabia. Biblia inasema kwamba ndani ya moyo ndiko ziliko chemchem za uzima. Kwa mtu anapofanya toba ya kweli, manake huyu mtu anakuwa na mabadiliko ya kweli. Lazima ndani uwe na mabadiliko ya kweli, sio mabadiliko ya kuigiza, mabadiliko ya kweli. Kwa hiyo tunapokwenda kufanya toba usiku wa leo, ni lazima ndani ya hiyo toba tuwe na mabadiliko ya kweli. Mabadiliko ya kweli ya moyo, lakini pia na tabia. Bwana pesa sana. Lazima yawepo mabadiliko ya kweli. Na mabadiliko haya ni tabia, lakini pia moyo na tabia. Mabadiliko haya lazima yawe katika moyo na tabia. Bwana pesa sana. Okay, tunapiga hatua, tunasonga mbele.
Kwa hiyo toba si maneno tu, ni mabadiliko ya moyo na tabia. Sio maneno tu. Yaani sio maneno tu ya kusema. Umesema alafu hakuna mabadiliko yote. Okay. Tuangalie maandiko matakatifu wa Korinto wa pili 7:10. Wa Korinto wa pili 7:10. Nataka nikuletea andiko hapo. Korinto wa pili 7:10. Maandiko yanasema hivi, nitasoma. Hiyo wa Korinto wa kwanza hapo unavyoona kwenye screen yako, hiyo ni Biblia ambayo imetafsiriwa ama imeandikwa, ni tafsiri mpya naweza nikasema, ambayo imetoka 2014. Yeye inasema, kwa maana huzuni ya kimungu huleta toba iletayo wokovu, na wala haina majuto, lakini huzuni ya kidunia husababisha mauti. Alafu huko ameandika, kwa maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletaro wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Kwa toba ya kweli, toba ya kimungu huleta toba iletayo wokovu, wala haina majuto. Kwa toba ya Mungu inaleta wokovu, haina majuto. Toba ya kweli inaleta wokovu. Kwa hiyo tunapokwenda kufanya toba ya kweli, italeta ukombozi ndani yetu. Na hii toba haitokuwa na majuto. Ni toba ya kweli, toba ya dhati, ambayo itakuwa imelenga kubadilisha maisha ya mtu. Kwa hiyo ni toba ambayo ndani yake inaleta wokovu, wala haina majuto. Toba inaleta wokovu wala haina majuto, toba kimungu. Lakini huzuni ya kidunia husababisha mauti. Huzuni ya kidunia husababisha mauti. Bwana pesa sana. Okay, tupige hatua. Tupige hatua. Sasa tuangalie kipengele hiki, kuondoka kwenye dhambi ya siri. Kuondoka kwenye dhambi za siri. Kuondoka kwenye dhambi za siri. Kuondoka kwenye dhambi za siri ni wito wa kuishi maisha yaliyo wazi mbele za Mungu. Kuondoka kwenye dhambi za siri ama kuacha dhambi za siri ni wito wa kimungu ambao unamtaka mtu aanze kuishi maisha ambayo yaliyo wazi mbele za Mungu. Ujue unapoishi maisha yaliyo wazi mbele za Mungu, ni maisha hayo pia ambayo utakuwa unaishi yakiwa wazi mbele ya wanadamu. Watu wengi wanaishi maisha ya kumtenda Mungu dhambi, lakini hizi dhambi zinakuwa ni dhambi za siri. Tuangalie kitabu cha Zaburi 19 mstari wa 12. Kuna jambo la kujifunza. Kuna jambo la kujifunza. 19:12. Maandiko yanasema hivi, asema, ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Unitakase na mambo ya siri. Ni nani anayeweza kuyatambua makosa yake? Daudi. Ni nani anaweza kuyatambua makosa yake? Je, ni nani anaweza kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Kwa hiyo kuna makosa ambayo tunaweza kutambua, lakini yako makosa ambayo hatuwezi kutambua.
Sasa Daudi anasema unitakase na makosa ya siri. Kumbe kuna makosa ya siri, kuna dhambi za siri ambazo watu wanazifanya. Sasa toba ya kweli ni ile ambayo pia mtu anaacha dhambi za siri. Unajua kuna dhambi zinazoonekana, lakini kuna dhambi ambazo ni za siri. Mtu anafanya mahali pa siri, haonekani na watu wengine. Sasa Daudi alikuwa anasema unitakase na mambo ya siri, unitakase na dhambi za siri, unitakase na dhambi za siri. Lazima tumwambie Mungu atutakase na kila chochote ambacho pengine tumefanya katika ulimwengu usionekana, lakini katika mahali pa siri. Bwana pesa sana. Tuangalie unitakase na mambo ya siri. Kuna mambo ya siri, mambo ya siri. Tuangalie kitabu cha Luka sura ya 12. Kuletea kitabu cha Luka sura 12. Kitabu cha Luka 12:2. Maandiko yanasema hivi. Tasoma hiyo tafasiri ya kwanza ya Biblia ambayo inasema hakuna jambo lolote lililostirika ambalo halitafunuliwa au liofichwa ambalo halitajulikana. Lakini Swahili Union Version inasema lakini hakuna neno lililostirika ambalo halitafunuliwa wala liofichwa ambalo halitajulikana. Yani kuna dhambi ambazo mtu anazifanya za siri, lakini Mungu anasema hakuna kitu ambacho mtu anakifanya na hakitakuja kufahamika. Kila dhambi ambayo mtu anaifanya ama chochote ambacho kinafanyika sirini, kuna wakati kitawekwa wazi, kitakuwa wazi. Bwana pesa sana, kitakuwa wazi. Okay, kwa hiyo tutaomba yale mambo ya siri ambayo mtu umeyafanya, shina dhambi za siri. Tutamwomba Mungu. Na naamini Mungu pia atatusaidia. Bwana pesa sana. Okay, tuangalie kitabu cha Ibrania 14:13. Maandiko yanasema hivi. Wala hakuna kiumbe chochote kilichofichika machoni pa Mungu. Kila kitu kimefunuliwa na kiko wazi machoni pake yeye, ambaye kwake ni lazima tutatoa hesabu. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kimefichika. Mungu anajua kila kitu, hata zile dhambi za siri ambazo tunazifanya. Yeye Mungu anajua. Kwa hiyo kama Mungu anajua, manake ni vizuri pia tukachukua jukumu la sisi kuweza kufanya maombi ya toba. Nafanya maombi ya toba. Okay. Tuangalie kitabu cha Methali. Methali 28:13.
inasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa afichaye dhambi zake hatofanikiwa, lakini yule aziungamaye na kuziacha, yeye atafanikiwa. Sasa watu wengi wanaficha, kuna dhambi za siri wanaficha na hawaziungami. Lakini maandiko yanatuambia anayeficha hatafanikiwa, lakini yule anayeziungama na kuziacha. Kwa sababu kuna watu wanaungama lakini hawaachi. Sasa ukiungama, manake wewe utafanikiwa. Kukumba wakati mwingine dhambi inamfanya mtu asifike kwenye hatima yake, ashindwe kufanikiwa. Sasa mwana Mungu, tunataka kufanikiwa, ni lazima tufanye toba ya kweli. Lazima tufanye toba ya kweli. Toba ya kweli itakaoleta mafanikio kwenye maisha yetu. Okay, tuangalie lengo la somo. Kuelewa dhambi za siri ni nini? Yaani hapa tunajifunza, kwanza unaelewa dhambi za siri ni nini, kutambua hatari zake kwa maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Kwa hiyo ni kutambua athari zake kwa maisha ya kiroho na ya kimwili. Lakini jambo jingine, kuelewa kwa nini zinajificha na jinsi ya kuzishinda. Zina kawaida kuzificha. Sasa lakini pia lengo kubwa pia ni kujua namna kuweza kushinda. Kujifunza hatua za kuondoka kwenye dhambi za siri kwa nguvu za Mungu. Kwa hiyo lengo pia ni kujifunza namna kuweza kuondoka. Sasa angalia, dhambi za siri ni zile ambazo mtu huzifanya bila wengine kujua. Hizo ni dhambi za siri. Mtu anafanya lakini watu wengine hawajui. Unaweza ukawa ni mume, unaona mke, ila kuna vitu ambavyo unavifanya mke wako havijui. Unafanya kwa siri. Kuna watu ikifika usiku kama huu, dhambi zao kubwa ni kujichua. Wengine wanaangalia picha za pornography, picha za ngono. Kwa nini? Ndipo mahali ambapo pia dhambi zao za siri zimewashika kwenye hilo eneo. Huendelea kwa muda mrefu moyoni au faragani. Kwa hiyo dhambi za siri ni mtu anafanya vitu ambavyo watu wengine wanakuwa hawajui, lakini hili jambo huwa linaendelea moyoni mwa mtu kwa muda mrefu. Dhambi za siri watu wengi zinawatesa kuziacha, na huwa na nguvu kubwa za kuvunja maisha ya mtu wa ndani. Hii dhambi za siri huwa zina nguvu kubwa sana za kuvunja maisha ya mtu ya ndani. Zinavunja maisha ya mtu. Haleluya. Mbele ya watu mtu anaweza kuonekana ni mtakatifu, lakini Mungu huona kila kitu. Yaani mbele za watu mtu anaweza kuonekana mtakatifu kweli, lakini ukweli hana utakatifu wote. Na Mungu hilo ulijua na uliona. Halo. Dhambi ya siri ni kama sumu tulivu, inalia bila kelele, lakini pia inaua taratibu bila mtu kujijua, na mwisho wa siku huharibu maisha ya mtu kiroho na hata kimwili. Dhambi ya siri ni kama sumu tulivu, inalia bila kelele, inaua bila mtu kujijua, na mwisho wa siku huharibu maisha ya mtu kiroho na hata kimwili. Dhambi ya siri. Katika faragha
utazamaji wa picha za utupu. Kwa mfano mtu anapokuwa faragha, kuna watu wanateswa na kuangalia picha za utupu. Zinawatesa na zinaharibu hatima zao. Kuwa pia na dhambi za tabia, uongo, watu wengine wanajichua. Kuna dhambi zinazohusiana na tabia hapa. Mawazo na matendo ambayo mtu anajua yanamkosea Mungu lakini anaendelea kuyafanya. Kwa wakati mwingine unakuwa na mawazo, dhambi ya siri ya kuwaza, ambao mawazo haya yanakuwa hayampendezi Mungu. Hayampendezi Mungu kabisa. Bwana pesa sana. Okay. Daudi alipofanya dhambi na Bathsheba, alitengeneza mazingira ya usiri mpaka Mungu akafunua kupitia nabii Nathan. Kwa Daudi alitengeneza mazingira ya siri, lakini Mungu akafunua kupitia nabii Nathan. Kwa dhambi ya siri mtu anaweza kaifanya kwa siri, lakini bado pia Mungu anaweza akafunua. Kwa nini dhambi za siri huota mizizi? Eti kwa nini dhambi za siri huota mizizi? Aibu na woga wa kujulikana. Dhambi ya siri inaota mizizi kwa sababu mtu anakuwa na aibu ya kujulikana. Kwa wakati mwingine anashindwa kufanya toba ya kweli kwa sababu anawaza kwamba nikifahamika itakuwaje. Lakini pia kiburi kinamfanya pia dhambi ya siri kuwa na mizizi ndani ya mtu ama kuendelea kuwa sehemu ya maisha ya mtu. Mazoea yasiyovunjika. Wakati mwingine mazoea yasiyovunjika. Kwa mfano mtu unakuta anaangalia picha za utupu kwenye simu. Ameshakuwa na mazoea na imekuwa tabia ambayo sasa ni ngumu wakati mwingine kutoka kwenye hiyo hali. Ushawishi wa roho za uovu. Wakati mwingine kuna ushawishi wa roho za uovu ambazo zinakuwa zinamsukuma mtu kufanya matendo ambayo kimsingi hataki kuyafanya. Bwana pesa sana. Lakini pia kutokukua kiroho. Kwa nini dhambi za siri zinaota mizizi? Mtu anakuwa hakui. Mwaka tu mwaka uko pale pale, hakuna mabadiliko. Kwa hii inapelekea kwamba huyo mtu ama hii dhambi kuweza kukomaa ndani ya mtu na kuota mizizi. Lakini pia wakati mwingine upweke wa kiroho bila usimamizi. Unajua wakati mwingine kuna upweke wa kiroho bila usimamizi. Mtu unapokuwa una maisha ambayo wakati mwingine hana usimamizi wa kiroho, unaweza kujikuta kwamba unafanya vitu ambavyo sivyo. Kwa ni vizuri mtu ukawa na usimamizi wa kiroho. Kana mchungaji ambaye wakati mwingine utamwambia yale unayopitia. Huyu anatumika kuwa msimamizi wa kiroho kwako kwenye yale ambayo unayapitia. Hatari za dhambi za siri. Kuna hatari mtu anayeishi maisha ya kutenda dhambi za siri. Ziko hatari. Okay. Zinaziba nguvu za kiroho. Yaani dhambi za siri zinaiba nguvu za kiroho. Angalia mtu kama Samson alikuwa na nguvu, lakini dhambi ilipelekea apoteze nguvu alizokuwa nazo. Watu wengi leo inamkini tumepoteza uwezo ambao Mungu aliweka ndani yetu kwa sababu ya maisha ya dhambi. Kwa sababu dhambi ya siri huwa inaiba nguvu za mtu alizonazo.
huwa inaiba. Napozungumza nguvu, kuna nguvu ya kupata utajiri, nguvu ya ibada, nguvu ya kukaa kwenye ndoa. Kila nafasi ukumbuke ambayo mtu anayo, kuna nguvu inayomfanya aendelee kubaki kwenye hiyo nafasi alionayo. Lakini pia hatari ya dhambi za siri zinafunga maombi. Yaani hali ya mtu kuweza kuomba inakuwa haipo ndani yake. Haipo kabisa. Haipo. Kwa hiyo dhambi za siri zinafunga hali ya mtu kuomba. Jambo zingine zinaleta hatia na kuvunjika kwa amani. Dhambi za siri zinaleta hatia. Kwa maana mtu anaweza akaanza kufanya dhambi hata kama alikuwa na huduma fulani kanisani, utaona inakuwa inamwia ngumu kufanya. Kwa nini? Moyoni mwake anakuwa anahukumiwa. Anahukumiwa. Okay, zinafungua milango ya roho za uovu. Hatari ya dhambi za siri zinafungua milango ya uovu. Dhambi hufungua mlango wa uovu. Lakini jambo zingine zinaweza kuleta aibu ya ghafla siku moja. Yaani maisha ya dhambi za siri, mwisho wa siku mtu anayeishi maisha hayo huishia kukumbuka. Huo mtu anaishia kukumbuka. Okay, tunapiga hatua. Lakini pia zinazuia utumishi na baraka. Maisha ya dhambi za siri inafikia mahali zinazuia kabisa utumishi na baraka za mtu. Zinaondoa heshima na kibali mbele za Mungu. Dhambi za siri ama maisha ya dhambi za siri yanaondoa kibali mbele za Mungu. Heshima ya mtu inatoka kwa sababu ya dhambi za siri. Sasa niseme hivi, hakuna dhambi ya siri iliyobaki sirini milele. Mungu ifunua ili kuleta uponyaji ndani ya mtu au hukumu ndani ya mtu. Kwa hiyo Mungu kuna namna ambavyo ataifunua tu kwa lengo la kuleta uponyaji ndani ya mtu. Namna kuondoka kwenye dhambi za siri. Jambo la kwanza, kubali na kiri dhambi bila kujitetea. Ili utoke kwenye maisha ya dhambi za siri, kubali na kiri dhambi bila kujitetea. Kubali na ukiri dhambi bila kujitetea. Watu wengi huwa tunapenda kujitetea, lakini hakikisha unakubali na usijitetee. Kiri dhambi hiyo kwa Mungu kwa majina. Yaani hiyo dhambi unaikiri kwa Mungu kwa majina. Unaitaja dhambi hiyo kwa majina. Unaitaja. Jambo lingine, kata msingi wa dhambi. Kata msingi wa dhambi. Je, chanzo ni nini? Mawazo, marafiki, mazingira, simu au intaneti. Kwa sababu kila dhambi ya siri ina chanzo chake. Hakikisha unadhibiti mawazo yako. Marafiki wakati mwingine wabaya. Mazungumzo unaozungumza. Mazingira yanaweza kupelekea mtu kujikuta umeingia kwenye maisha ya dhambi ya siri. Kuhakikisha unakata msingi wa dhambi. Vyanzo vya dhambi. Au kwa lugha fupi, ondoa kinachosababisha. Bwana pesa sana. Okay. Badilisha mfumo wa maisha. Sasa tuangalie, ondoa vitu vinavyochochea dhambi. Ni vizuri pia unapotaka kufuata mabadiliko ya kweli, ondoa vitu vinavyochochea dhambi. Au kwa lugha nyingine, usivifuate au kukaa mazingira ambayo yanachochea dhambi.
Tengeneza ratiba mpya. Ni vizuri pia ukawa na ratiba mpya. Hii itakusaidia kuweza kuvuka kwenye kipindi hiki. Jambo lingine, punguza vishawishi. Punguza vishawishi. Jenga kuwajibika katika vitu ambavyo si vya kidhambi. Jiwekee kuwajibika. Wakati mwingine mtu anakuta anawajibika katika vitu ambavyo vinamuingiza katika hali ya maisha ya dhambi. Jambo jingine, jaza nafasi tupu kwa neno la Mungu. Jaza nafasi tupu kwa neno la Mungu. Jaza nafasi tupu kwa neno la Mungu. Okay. Biblia inasema hivi: moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwako nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Daudi alifikia katika kiwango ambacho anasema, moyoni mwako Bwana nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo watu wanatenda dhambi kwa sababu neno la Mungu hawajaliweka ndani. Lakini kama tutaliweka neno la Mungu ndani, manake ni ngumu kuweza kumtenda Mungu dhambi. Ni ngumu. Moyoni mwako nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi, Mungu wangu. Neno likiwa ndani, hautotenda dhambi. Omba nguvu ya Roho Mtakatifu. Ili uweze kutoka pia ni lazima uombe nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu inapokuwa ndani yetu, kwa sababu yeye ni mwalimu msaidizi, anatusaidia kuweza kushinda vishawishi na mazingira yote ya dhambi. Jenga utakatifu wa mawazo. Hakikisha unajenga utakatifu wa mawazo. Wakati mwingine tumekuwa na mawazo ambayo imekuwa kitupelekea kuishi maisha ya dhambi. Jenga kuwaza kwako. Okay. Lakini pia fahamu kwamba kila dhambi huja kwa njia ya mawazo. Kuna dhambi ambazo zinakuja kwa njia ya mawazo. Sasa matunda ya kuondoka kwenye dhambi za siri: amani ya Mungu. Mtu anakuwa na amani. Maombi yenye nguvu. Anaweza kufanya maombi yenye nguvu. Lakini jambo lingine, uwezo wa kiroho kuongezeka. Uwezo wako wa kiroho utaongezeka. Baraka kufunguka. Baraka zako zitafunguka. Wakati mwingine baraka zimefungwa kwa sababu ya maisha ya dhambi. Kibali kuongezeka, kuwa shuhuda wa kweli. Jambo lingine, kuongezeka kwa upendo na unyenyekevu. Jambo lingine, maisha ya nuru na ushindi. Kuna maisha ya nuru na ushindi. Haleluya. Kwa hiyo nafikiri mwana Mungu